Makuyuni, jina linalosikika kama mlango wa jangwani, mahali ambapo upepo hubeba vumbi la historia. Miaka 90 na miaka 80, hili lilikuwa eneo tulivu lenye jamii ya wafugaji na wakulima wachache, na habari za Sabato zikiwa mbali kama nyota angavu za usiku. Lakini ndoto ya Mungu haizuiliwi na mipaka ya jiografia. Msimulizi ni Kija Mpunzi, mwandaaji ni Baraka Ayubu. Hii ni Hope Channel Tanzania, AWR Tanzania na Rock FM. Mwaka 1988, kanisa la Mto wa Mbu liliona nuru ikihitajika Makuyuni. Wainjilisti wachache wakiwa na neno na tumaini walivuka mipaka ya hofu na kuanza effort ya kwanza. Haikuwa rahisi, walibatiza wachache, lakini walipanda mbegu ya imani. Miaka hiyo tukianza kazi hapa tulikuwa kanisa la Mto wa Mbu. Miaka 1988. Kazi tulitamani hapa kwa sababu pana njia panda na watu ni wengi. Watu wa Mungu nao waweze kupatikana hapa. Lakini kazi haikuwa rahisi sana. Tulifanya effort ya kwanza, lakini tulikuwa na mavuno machache sana. Na baada ya muda wale watu wengi walirudi nyuma kwa vile hapakuwa na mlezi katika eneo hili. Lakini kama miongoni mwa wazee wa kanisa katika kanisa la Mto wa Mbu, tuliendelea kuja huku kutoa huduma katika siku za Sabato. Kila Sabato tunakuja tunatoa huduma mbalimbali hapa za neno la Mungu, za kufundisha nyumba kwa nyumba. Lakini pia tulikuwa na changamoto, hatukuwa na kiwanja. Na upatikanaji wa kiwanja ulichukua muda mrefu sana. Mpaka wakati fulani aliyekuwa mwenyekiti wa kijiji hapa tukabahatika kumleta ndugu yake kama mwinjilisti mlei anaitwa Daudi Ama. Ndipo mazungumzo yalipofanyika kukatokea njia na mwanya wa kanisa kupata eneo la kujenga kanisa. Ndipo tulipojenga kanisa, wakati ambapo washiriki hapa wanafikia 7-8. Walikuwepo wengi lakini baadhi wanarudi nyuma sana. Kwa kweli kazi ya Mungu inayo changamoto kubwa, lakini tunahitaji kujikaza na kumwamini Mungu, na Mungu anafanikisha kazi yake. Miaka ilipita, wainjilisti wakaja na kuondoka. Eliakimu Msafiri, Mlei Daniel, Kastuli Daniel, kila mmoja akiacha alama yake, lakini changamoto za kijamii na kiuchumi ziliendelea kujaribu imani. Mwaka 2004 tukatafuta kiwanja cha kanisa. Tukiwa tunasalia kwenye nyumba ya kukodisha, tukapata hiki kiwanja zaidi ya eka 2. Tulifanya uinjilisti hapa zaidi ya tukawa na mwinjilisti anaitwa Daudi Ama. Ndiye aliyokuwa ameanzisha hapa. Baada ya wale ile mitikaro kuondoka, lakini ndiye alikuwa mfadhili wetu. Akatuletea mabati, akatuletea matofali. Matofali yaliletwa na shirika moja linaitwa Shirika la Wasabato, ADRA. Shirika la Wasabato akatuletea matofali kutoka sehemu moja inaitwa Mdori. Tukajenga. Jengo lilikuwa kubwa, lilikuwa refu. Mwaka 2006 tarehe 25 mwezi wa 12 ikaja kimbunga kikali sana, ikaliangusha jengo lote. Ilivyoangusha jengo lote, wakati Lowassa ni waziri mkuu. Wakati Lowassa baada ya kuanguka ile jengo alikuja mpaka hapa akaangalia hapa, wakati tunakusanya mabati yote yaliharibika na mbao. Akatupatia mabati 74. Kitu makuni kinachojua kunarudisha nyuma injili ni kipato. Utafutaji wa Makuyuni ni ngumu. Makuyuni mazao yakubali. So sawa na Mto wa Mbu. Makuyuni kiangazi kali sana. Sana wafugaji kidogo ndio wana nafuu. Na Makuyuni inajirudisha injili nyuma ikiwa hamna maji. Kwa mfano sisi kule kijiji cha chini kule, kitongoji cha chini, maji yalikuwa yanatoka siku ya Jumamosi. Usipochota shauri lako, utapata maji. Sasa ukilinganisha tena soko ameliweka tena siku ya Jumamosi. Ndio soko kubwa liko Makuyuni hapa. Sasa kila mtu ukifika Jumamosi anakuambia bwana ndio siku ina hela kuliko siku zingine. Jamii ya watu ilielewa kwamba Wasabato wako. Kuna wanaoelewa kwamba Wasabato wako. Ila sasa wanajua kwamba Wasabato sio wengi. Kwa sababu kusali kwetu na kwa tofauti. Sisi na wao tofauti. Wanaona sisi tuna masharti makubwa mno.
Yaani tuna masharti magumu. Kwa hiyo mtu anaona nafadhali aende Jumapili atoke kanisani akafanya shughuli zake. Lakini hasa msabato kutoka Ijumaa jioni haruhusiwi mpaka Jumamosi jioni. Sasa wanaona hiyo ni kama adhabu kwao. Kwamba yani tukae bure bila kufanya kazi kwa siku. Maana hakuna dhehebu ambalo linapumzika hapa Makundi isipokuwa sisi tu. Maana hata Lutherani, Romani, wa Lokole Jumapili wanafanya shughuli zao. Wataenda kazini watafanya shughuli zao. Sasa waliona hiyo ni ngumu sana. Injili sasa hivi imekuwa kila mahali inatangazwa, iko kwenye mitandao, iko kwenye TV, watu wana TV wanaona kwenye channel, Hope Channel. Kwa mfano ukienda kwenye kingamuzi cha Azam ni bure. Ukienda kwenye hivi vingamuzi vingine ukilipia unaipata Hope Channel kama kawaida. Unaweza kuingia hata mahali popote kuna watu ukaambia niwekeni channel namba fulani. Kwa mfano kwenye kingamuzi cha Azam nafikiri ni 466. Kwa hiyo ukifika pale unaweza kuingia mahali umekaa unakunywa soda yako, ambia jamani hebu weka Hope Channel hapa. Wanakuwekea. Kwa injini sasa hivi imekuwa rahisi kuwafikia watu. Mtu kama hataki tu hataki. Lakini ni rahisi kuliko zamani. Ilipofika mwaka 2003, timu ya wanachuo kutoka chuo cha uchungaji Arusha walileta upepo mpya. Zaidi ya watu 20 walibatizwa. Mimi ni mtoto wa mzee Mrindoko, mtoto wa 4 kutoka kuzaliwa, na nimezaliwa mwaka 1994. Nimezaliwa hapa Makuyuni, na tangu tulivyokuwa wadogo zamani kidogo tulikuwa kuna maeneo ambayo kanisa lilikuwa ilikodishwa jengo fulani ambalo sisi tulikuwa tunaenda. Lilikuwa mtaa fulani wa juu fulani, mtaa karibu na Mizani. Kule kipindi nikiwa mdogo kabisa, kijana wa darasa la kwanza la pili, ndo nilikuwa napelekwa kule mimi na mama yangu. Tulikuwa tunasali kipindi kile, ukienda kanisani unakuta hata watu ni 2 watatu. Tukakaa tunaenda, baadaye zikabadilika, tukaenda shule ya msingi. Tukatoka shule ya msingi ndo tukaja tukapatiwa kiwanja hichi na mbunge wa kipindi kile alikuwa anaitwa Loasa. Baba yangu ndo alikuwa kipindi kile ndo wazee wa Makuyuni. Kwa hiyo wao ndo walifanikiwa kupata hiki kiwanja. Kwa hiyo walipata kiwanja miaka fulani, tena ilijengwa nyumba. Ilikuwa kanisa lilijengwa, lilikuwa ni kubwa kidogo, lilikuwa na madirisha matatu. Lakini miaka ya 2007 lilikuja likaezuliwa paa lote na likavunjwa kabisa na upepo. Mvua kubwa ilitokea, ilikuwa tarehe 25 hivi. Tarehe 25 ilikuwa tarehe 25 mwaka huo. Na ilivyobebwa likaanguka. Lilivyoanguka wakajenga sasa upya, ndo likawa sasa dogo, likawa kanisa la madirisha 2. Mimi kipindi ile nilikuwa nikamaliza shule ya msingi, nikaenda sekondari, nilifanikiwa kusoma shule ya sekondari Moita Bwawani. Nikamaliza mwaka 2012 ndo nikabatizwa hapa. Lakini kwa kipindi kile washiriki walikuwa bado ni wachache. Hasa watu ambao walikuwa wanakuja kanisani ilikuwa ni mama na baadhi ya wanafunzi ambao walikuwa ni wa shule ya Loasa sekondari. Walikuwa wanakuja pamoja na kaka yangu, walikuwa wanakuja huko pamoja. Baada ya hapo tukakaa mwaka 2020 nikawa mkuu wa kundi hapa. Mwaka 2020, na nakumbuka kwa kipindi kile ilikuwa shule ya Sabato yenyewe naingiza mimi shule ya Sabato, ukuzaji, utume, fungu la kukariri, ombi ni mimi mwenyewe. Yani unakuta unahudumu kile kipindi cha shule ya Sabato, unahudumu wewe peke yako. Nikawa mkuu wa kundi 2010 2020, 2021 na mwaka huu 2025. Pia mimi ni mkuu wa kundi mpaka lilipopangwa leo kuwa kanisa. Ukame wa muda mrefu, mifumo ya kibiashara inaopingana na Sabato na jamii za watu wa kuhamahama wa Kimasai ni changamoto zilizowazunguka waumini hawa, na hii ikafananishwa na ukuta wa mawe, lakini walishikilia imani. Watu wengi walikuwa ni watu wapya.
Sasa hao wapya wanakutana na kikwazo, soko la kila siku huwa hapa halipo, lakini kuna soko siku ya Sabato tu. Siku hiyo ndipo ambapo watu wanapata mahitaji mbalimbali, tofauti na sasa ambapo mahitaji ya kawaida yanapatikana. Lakini kipindi hicho miaka ya 90 palikuwa hapana mahali pengine pa kupata mahitaji mpaka siku ya soko ambayo ilikuwa ni siku ya Sabato. Kwa hiyo ilikuwa changamoto kubwa, watu kuacha kwenda sokoni kutafuta mahitaji au kufanya biashara kuja kanisani. Ilikuwa changamoto kubwa sana. Kwa asilimia kubwa ya wenyeji wa hapa ni wafugaji wa Masai. Hao huwa wanahama. Ni changamoto pia ambayo tulikuwa tunakutana nayo. Mnaweza mkawapata kwa wakati huu, msimu fulani ukija, malisho yamepungua, maji hakuna, wanahama wakaondoka. Wakirudi, wamerudi kwenye upagani. Kwa hiyo nao ilikuwa changamoto kubwa. Lakini pia eneo hili lilikumbwa na ukame wa muda mrefu. Mazao yakawa hamna. Kwa hiyo hakuna wakazi waliodumu kwa muda mrefu ambao ni wenyeji wanaotegemea kipato kutoka hapa, kulingana na ukame uliotokea miaka ya 94 na kuendelea, ambapo ilifanya watu wasiwe na nguvu ya kudumu kukaa hapa. Ninakumbuka ni miaka 2015 hadi miaka 2017. Miaka hii ilileta ari mpya, uinjilisti wa nyumba kwa nyumba, na watu kama Margaret Petro na wengine wengi wakakumbatia ukweli. Nilikuwa muumini wa kanisa la KKT Usharika wa Makuyuni, lakini nilipopata habari njema za ufalme wa Mungu na kanisa lenye kufuata maandiko matakatifu, niliamua kujiunga na kanisa hili mwaka 2016. Kwa kweli katika kuabudu hapa nimesikia amani na nimeiona njia ya kweli ya Mwenyezi Mungu. Maana hili kanisa limesimama katika maandiko matakatifu, yanafuata maagizo ya Mungu. Nimekaa nalo na leo limetengwa kuwa kanisa. Ni jambo la kumshukuru Mungu. Alafu mwaka jana mwezi wa 11 tulikuwa na maombi ya kufunga na kuomba. Mmoja wapo nilikuwa miongoni katika waombaji. Nilimwambia Mungu mwaka huu usiishe ili tuwe tumetengwa kanisa, na imekuwa kweli. Kwa hiyo naliinua jina la Yesu na nilitukuza, nikisema kama Mungu ni mwaminifu, anasikia maombi yetu. Mwaka 2023 upepo wa mabadiliko kavuma. Mchungaji na mwinjilisti Youze Kisimbo akawasili, akibeba maombi na mikakati. Niliingia Makuyuni hapa mwaka 2023 wakati ambapo nilipomaliza masomo yangu hapo chuo cha University of Arusha. Nilikuja hapa na tangu mwaka nilipofika nilianza kazi ya uinjilisti maeneo ya Makuyuni. Mara baada ya kufika nilipata historia yake kwamba ni maeneo magumu sana, maeneo ambayo wainjilisti wengi wamepita, wachungaji wengi wamepita, miaka mingi imepita, kundi hili limeshindikana kufikia level ya kanisa. Lakini basi nilisema kwa sababu Bwana ameruhusu ya kwamba nifike hapa, nami ninahitaji nimuombe Mungu anipe namna ya kuweza kufanikisha. Nami nilianza kazi siku nilipofika tu hiyo siku. Baada ya kufika kesho yake nilianza kuingia nyumba kwa nyumba, lakini wakati huo nikifanya maombi mengi ili niweze kuonana na washiriki wa hapa, niwaeleze ya kwamba Sabato inayofuata tutakuwa pamoja. Na kwa kweli baada ya kuwapitia niliona mwitikio ya kwamba kwa sababu kumekuja mchungaji na watakuwepo hapo kwa ajili ya ibada. Lakini nilichoshangaa ni kwamba kwa Sabato ya kwanza watu waliohudhuria walikuwa wapatao 7 tu. Na hivi niliona ya kwamba kwa kweli kuna haja nifanye kazi ya ziada. Na hivi nikaomba ya kwamba sasa mke wangu aje ili tushirikiane naye kwa ajili ya kazi ya injilisti nyumba kwa nyumba. Maana hata hivyo wengi wako kwenye majukumu yao, hakuna ambaye angeweza kuwa pamoja na mimi kutembea. Ili niweze kufanya kazi vizuri ni lazima niwe na mke wangu. Na hivi nilimuita mke wangu tushiriki pamoja naye kwa kazi hii. Naye ni mwinjilisti wa vitabu, lakini basi alisema anakuja afanyia angalau maeneo haya. Akaomba kufanyia maeneo ya huku. Basi tukaingia naye nyumba kwa nyumba. Wakati tunapoingia nyumba kwa nyumba tukiomba, lakini basi kwa sababu Mungu pia alimpatia kipaji cha mambo ya utunzi wa nyimbo na kufundisha kwaya, tukasema tuanzishe kwaya kanisani. Basi tukaanzisha kwaya kwa wale wachache. Na hivi tuliendelea kufanya hivyo. Basi kanisa la Makuyuni kaanza kuongezeka idadi ya watu 10 na kwa kweli tukaenda juu kiasi ambacho tumshukuru Mungu
ya kwamba wakati fulani kuna wanaongezeka, japo wakati fulani wanapungua, lakini basi hivyo hivyo kwa shida tulifanya kazi na huku tukimwomba Mungu, na siku moja tulishangaa kanisa tuliona limejaa. Viti vilikuwa kama 30 ndani hapo 32. Siku moja tulishangaa kwamba vimejaa vyote, ya kwamba kuna watu wamevijaza viti. Tulishukuru Mungu sana. Kwa hiyo kipekee mimi ninamshukuru Mungu kwa sababu yeye ndiye aliruhusu nifike hapa, na tumefanya kazi mwaka 2023, 2024 hata 2025 tumefanya kazi. Tunaendelea kuongeza idadi ya watu wa kubatiza, na baada hapo tulipoona ya kwamba kwa kweli inafaa tuombe kanisa, tukaomba na tukaona vile vigezo vilivyotakiwa kuwepo vimefikiwa, na wakasema watalipanga. Tukapata tarehe ya kwamba litapangwa. Mpaka leo tunashangaa kwamba Mungu amefanya muujiza, huyu kanisa limepangwa. Tunamshukuru Mungu. Kwa niaba ya mwenyekiti wa Tanzania Rift Valley Field, Mchungaji Daktari David Mpwani, mimi Mchungaji Simon Eliamini Mnyindo aliyenituma kupanga kanisa hili, natangaza ya kwamba sasa hawa ni washiriki halali wa kanisa la Adventista wa Sabato Makuyuni. Katika jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu tuseme amina. Amina. Sema amina tena. Amina. Sema amina tena. Amina. Kwa majina naitwa Magana Alfred, ambaye ndiye mzee wa kanisa hili jipya ambalo limetengwa hivi leo. Kwa kweli najisikia vizuri sana, najisikia furaha sana kwa kanisa, kwa kundi hili kutengwa kwa kanisa, kwani imekuwa kwa kipindi cha muda wa miaka mingi likiwa kama kundi, lakini leo kwa mapenzi ya Mungu najisikia furaha sana kwa kuona kundi hili linatengwa kwa kanisa jipya. Lakini mara tu baada ya kutengwa kwa kundi hili kwa kanisa, kwa sasa mkakati tulionao ni kwa ajili ya kuboresha jengo la kanisa ili kwamba liwe ni mahala pazuri pa kuabudia. Na kama unavyoona katika picha yetu hapa, utaona namna jengo letu linavyoonekana. Lakini tunatamani sasa jengo letu litoke katika muonekano huu wa sasa na liende katika muonekano mpya kama linavyoonekana hapa. Na tunatoa wito kwa marafiki na ndugu na hata waamini wote kutoka pande zote za dunia ili kwamba waweze kushirikiana nasi kwa ajili ya kuboresha jengo letu hili ili liwe katika mandhari na mazingira mazuri ya kuabudia. Tunatoa wito kwa kila mmoja wetu anayepatikana sehemu yote ambaye ana mapenzi mema na kazi ya Mungu ili aweze kutuunga mkono ili kwamba jengo la Mungu au nyumba ya ibada kwa ajili ya Mungu basi iweze kuwa katika muonekano mzuri. Unaweza pia kushiriki nasi kwa kuchangia kupitia akaunti yetu ya kanisa ambayo ni CRDB akaunti namba 01500011 UHH00 na jina ni Makuyuni SDA Church. Unaweza kushiriki nasi kwa kutoa mchango wako kupitia akaunti hiyo ambayo nimeitaja kwa kiasi chochote ambacho utaona, pengine hata kwa mawazo, pengine hata kwa vifaa. Tunahitaji vifaa kama simenti na vifaa vingine kwa ajili ya ukarabati wa nyumba ya Mungu. Naitwa Rema Daniel, ni mshiriki rasmi wa kanisa la Adventista wa Sabato Makuyuni. Nilihamia hapa 2019 nikitoka kanisa la Mtwambo. Tunamshukuru Mungu kwa kweli kwa Sabato ya leo kwa kutengwa rasmi kwa kanisa. Tumedumu kwa takribani miaka 37 tukiwa kundi. Leo hatimaye Mungu amefanya kazi yake na ratiba ya Mungu imekamilika. Wakati tunakuja hapa kanisa lilikuwa katika hali dhaifu. Tulikuwa tukiabudu kifamilia. Kija kanisani unaweza kuta watu 2, 3, ikawa inakatisha tamaa, lakini tunamshukuru Mungu kwa sasa tuna matumaini. Tunamshukuru pia Mungu kwa kutupatia mchungaji Kisimbo ambaye baada ya kuja na familia yake amekuwa baraka katika kanisa letu la Makuyuni. Ametuimarisha kiroho na hata sasa tunaendelea kubarikiwa kwa uwepo wao. Tunalishukuru jina la Mungu. Kama kanisa tuna njozi. Kwanza tunaendelea na uinjilisti katika maeneo ya hapa Makuyuni.
ili watu wazidi kumjua Mungu na neno la Mungu lisambae kote. Lakini pia kama hivyo tunatarajia kufungua matawi ya shule ya Sabato na makundi. Pia tunatarajia kukarabati kanisa letu ili liwe katika muonekano unaomtukuza Mungu. Najulikana kama Stefano Saitoti, ni Masai. Nilipata ubatizo katika kanisa hili mwaka 2016. Baada ya effort moja ambayo sikumbuki ilitokea wapi, nilipata ubatizo katika kanisa hili. Kanisa hili lilitembea kwa muda mrefu likiwa kundi, maana mimi nilikuta likiwa kundi. Bado nikaendelea kukaa hadi mwaka huu 2025, na leo hatimaye Mungu ndo ametupatia neema na kibali ya kutengwa kuwa kanisa. Makuyuni kutoka jengo la kukodi kupitia kimbunga cha majaribu hadi kuwa taa ya imani. Hii si hadithi ya majengo pekee, bali ya mioyo iliyoamua kusimama imara. Miaka 37 ya kusubiri leo yametimia. Kanisa limepangwa na safari ya Injili inaendelea. Msimulizi ni Kijampunzi, mwandaji ni Ayubu Baraka. Hii ni Hope Channel Tanzania, AWR Tanzania na Rock FM. Sauti moja 27 ni jukumu la kila mtu. Tutarajie nini? Lengo kubwa ni kwamba kanisa liweze kuhusika na kila mshiriki apewe jukumu la kuweza kufanya, na tufanye kazi kama mwili mmoja, sawa na viungo vingi katika mwili mmoja, lakini una kusudi moja. Ndivyo jinsi ilivyo Sauti moja 27, ni kwamba tutakwenda tukiwa na lengo la utume kuwafikia kila taifa, kabila, lugha na jamaa. Naam, ni kweli kabisa Dr. Mpwani. Mpango huu ni sehemu ya dira yetu ya kimkakati ya mwaka 2025-2030 inayosema I will go, yani nitakwenda. One Voice 27 inachochea utambulisho katika Kristo, kujumuika pamoja na Mungu, umoja kupitia nguvu za Roho Mtakatifu na utume kwa wote. Yesu Kristo ambaye ni mwokozi wa ulimwengu huu, katika hali ya unyenyekevu na kujishusha, alizaliwa kwenye holi ya ng'ombe. Maisha yake ya upendo yalikuwa ni nuru kwenye ulimwengu uliokuwa umejaa giza nene. Ilipofika mwaka 27, alibatizwa katika ule mto wa Jordan, ishara ya kuzika utu wa kale na kufufuka katika utu upya kwa kila atakayemwamini. Mwaka 2027 itakuwa ni miaka 2000 tangu alipobatizwa, na kwa hiyo One Voice 27 ni sherehe ya miaka 2000 tangu Yesu alipobatizwa. Tunamuita kila mtu kumwalika rafiki yake kwa ajili ya kumpa Yesu moyo wake, ili kusudi tuenzi ubatizo wa Yesu Kristo aliobatizwa kwa maji mengi. Kila kanisa litakuwa shule ya kuandaa watu kumuona Yesu aliyekufa kwa ajili yao. One Voice 27 ni ushindi na nuru kwa ulimwengu wenye giza. Jukumu hili halipaswi kuachwa mikononi au migongoni mwa wachungaji peke yao. Kila kanisa litengeneze na kutayarisha matukio
kwa ajili ya mavuno na kuwafikia watazamaji na wasikilizaji katika majukwaa yote ya habari. One Voice 27. Macho yangu na mikono yangu vimeshuhudia mengi. Baadhi ya watu wanaokuja wakiwa na maumivu makali wakipona maumivu yao, wakati wengine pumzi yao ikikata na macho yao kufumbwa. Hali hii hainifanyi niogope kusema habari za Yesu na kuwa tayari kwa ajili ya One Voice 27, kwa sababu hawa nao Mungu aliwapenda na Yesu Kristo aliwafia. Hatutatumia fimbo, bali kalamu na ubao vitaeleza One Voice 27. Kila kona ni mimbari. Watoto na marafiki, vinywa vyao vitanena One Voice 27. Imani hii si ya kukwepeka wala kurukwa. Wachungaji wala wahubiri, ni kila mmoja anahusika katika mpango huu. Madereva wote, endesha bodaboda, si askari, kila mtu anahusika. Njoo tuungane pamoja, tuhakikishe kwamba kazi ya Bwana inasonga mbele. One Voice 27. Unashiriki namna gani? Umejiandaaje? Sikiliza rafiki. One Voice 27. Jiandae kushiriki. Uwe sehemu ya mbaraka mkubwa huu wa kazi ya utume. Kwa kualika watu, iwe nyumbani, iwe ofisini, iwe mahali pa biashara, omba nao pamoja. Jifunze nao neno la Mungu. Kwa hakika Mungu atakubariki. Lakini pia usisahau kushiriki kwa rasilimali zako. Zaka zako na sadaka yako itafanya kazi kubwa kwa ajili ya utukufu wa Mungu. Karama na vipawa vyako vitumike kwa ajili ya kazi ya Mungu. One Voice 27. Ni kweli Pastor Singo, One Voice 27 bila nguvu ya Mungu ni sawa na makelele tu, lakini twapaswa kwenda kwao tukiwa na nguvu ya Roho Mtakatifu kwa sauti moja. Mpendwa, kama tunahitaji kuhubiri kwa sauti kubwa, tunahitaji kuhubiri kwa sauti moja. Na hii ndiyo dhana kamili ya One Voice 27.